umethibiti ufaradhi wa zaka fil kitabi wa sunna, kwa kutumia Qur'ani na sunna. Kuna aya nyingi zimekuja kueleza wajibu wa zaka. Wanachuoni wanasema aya hizi takriban ni 30 na zinazungumzia wajibu wa zaka. Lakini pia mara nyingi zaka inapotajwa, basi kwanza nyuma huwa inatajwa swala, kuonyesha kwamba hizi ni miongoni mwa nguzo muhimu sana kwa Waislamu. Miongoni mwa aya hizo ni aya inayopatikana katika surati al-Baqara, ni sura ya 2 aya ya 30, ni aya 45. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa aqimu ssalata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in. Aya hii Allah anasema, anatuambia wa aqimu ssalata, simamisheni swala, wa atu zakata, toeni zaka, warka'u ma'ar raki'in, na rukuuni na swalini pamoja na wale wenye kusali. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala faqad qarana wujuba as-salah biwujubi zakat. Allah amekutanisha wajibu wa swala, pia baada ya swala kinachofuata wajibu wa kutoa zaka. Hii ni kuonyesha kwamba zaka ni miongoni mwa nguzo au miongoni mwa faradhi ambazo zinahitajika kwa kila Muislamu aliyekamilisha masharti, anatakiwa atoe zaka. Aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati Tauba aya ya 103, Allah anasema khudh min amwalihim, akimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, khudh min amwalihim sadaqa, chukua katika mali zao ikiwa ni sadaka, ai az-zaka. Chukua maana yake aende Mtume akachukue zaka kwa watu, si khiyari bali ni lazima. Khudh min amwalihim sadaqa. Allah anaendelea kusema, tutahhiruhum, zaka hizo zitawataharisha wao. Mali hizo zinazotolewa ambazo ni zaka zitawataharisha wao kutokana na shuhu, kutokana na ubakhili, lakini pia zitawataharisha kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia zitawataharisha kutokana na madhambi au kutokana na mali yenyewe zitafaharika kutokana na zile zaka zinazotolewa. Kinyume chake, kama mali haikutolewa zaka, basi mali hii inabaki kuwa ni chafu. Nafsi ya huyu anayetakiwa kutoa pia inabaki kuwa ni chafu, ina madhambi. Katika sunna, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yamethibitisha wajibu wa zaka kwa kila Muislamu ambaye ametimiza vigezo na masharti ya kutoa zaka. Hadithi amepokea sahaba Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, umirtu an uqatila an-nasa, mimi nimeamrishwa kupigana na watu, nimeamrishwa kuua watu, hata yashhadu an la ilaha illa Allah, mpaka watakaposhuhudia hapana mola anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah, wa anna Muhammadan rasulullah, na hakika ya Muhammad ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia wayuqimu as-salah, na wasimamishe swala, wayutu zaka, na watoe zaka. Hii ni hadithi iko wazi kabisa, inaeleza wajibu wa kila Muislamu ambaye amekamilisha masharti ya kutoa zaka. Anawajibika Muislamu huyu kutoa zaka. Ndugu zangu katika imani, pamoja na hilo pia ile hadithi niliyoitanguliza ya sahaba Ibn Umar radiyallahu ta'ala, ambayo inazungumzia umejengwa Uislamu juu ya mambo matano, na yenyewe pia inaingia katika kueleza wajibu wa Muislamu kutoa zaka. Leo Waislamu wanamiliki mali, wanamiliki fedha, wanamiliki dhahabu, wanamiliki